Kila siku inayopita ni hatua moja karibu zaidi na AFCON 2027. Si ndoto tena, ni maandalizi yanayoonekana. Mbali na uwanja wa taifa wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam na New Amani Complex Zanzibar, macho ya soka barani Afrika sasa yanaelekezwa Arusha, mji wa kitalii, kunakojengwa uwanja mpya wa kisasa wenye uwezo wa kuchukua mashabiki 32,000 kwa pamoja, wote wakiwa chini ya paa, na kuwa miongoni mwa viwanja vitakavyotumika kwenye michuano ya AFCON 2027. Katika employers requirement ama matakwa ya mwajiri yalisisitiza kwamba uwanja ni muhimu ufuate viwango vya CAF Category 4 na FIFA Class A. Kwa hiyo manake ni kwamba uwanja huu utahost mechi yoyote ndani ya Tanzania, ndani ya bara la Afrika, lakini duniani. Ujenzi wa uwanja huu umefikia 71% ukienda sambamba na ratiba ya kukamilika Julai mwaka huu, ili kutoa nafasi ya maboresho kabla ya kukabidhiwa rasmi tayari kwa AFCON 2027. Mafanikio haya yanatokana na matumizi ya mfumo wa EPC unaompa mkandarasi jukumu kamili la usanifu, manunuzi na ujenzi. Katika EPC, usanifu unaendelea na utekelezaji. Usanifu ni pati ya kazi, kwa hiyo tuna muda mwingi ambao tunauokoa. Kwa sababu kwa mfano kwenye project yetu, wakati tunaendelea kufanya details za labda paa ama finishing za ndani, interior design, usanifu wa ndani, wakati huo tulikuwa tumeshamaliza design ya msingi, foundation. Na hiyo ikatupa fursa ya kuanza kufanya foundation wakati detailing ya vitu vingine vya ndani vinaendelea alongside the progress. When the contractor prepare the work on site and before proceeding to the next, mkandarasi anapofanya kazi yake site, kabla ya kuendelea na hatua nyingine, huwasilisha kwa mshauri wa mradi ombi la ukaguzi wa kazi iliyokamilika. Kisha kwa kuzingatia usanifu ulioidhinishwa, mshauri wa mradi atakwenda site na kukagua kazi na kuruhusu hatua nyingine kuendelea. And after inspection, the consultant must approve the work. Mradi huu uliosainiwa Machi 19, 2024 unatekelezwa na kampuni ya China Railways Construction Engineering Group kwa gharama ya shilingi bilioni 338.5.